Hebu tuongelee ngono ya Tantra. Najua pengine umeshawahi kusikia hili neno, lakini je, unajua kweli maana yake ni nini? Basi kaa chonjo, kwa sababu leo tunaenda kupasua mbarika na kugundua ukweli, na nakuahidi ni tofauti kabisa na unavyofikiria. Hii kauli, yani, ni ukweli mtupu. Wengi wanapenda lile wazo la ngono ya Tantra, lakini wachache sana wako tayari kuweka kazi. Nasikiliza, hii sio kuhusu staili za ajabu unazoziona kwenye filamu. Hapana. Hii ni kama mazoezi ya gym, lakini kwa ajili ya mwili wako kujifunza kushikilia na kupanua hisia za raha. Sasa, safari yetu ya leo itakuwaje? Kwanza kabisa, tutaondoa yale mawazo yote potofu. Halafu, tutazama kwenye nguvu mbili za msingi. Hebu tuziite maji na moto. Na mwisho, tutaona jinsi ya kuzitumia hizi nguvu ili kuleta ule muunganiko wa kweli. Tuko pamoja? Twende kazi. Okay, sehemu ya kwanza. Tuziondoe hizi hadithi za uongo. Kabla hatujaenda popote, ni lazima tusafishe hewa kwanza. Unajua, tafsiri nyingi za kisasa zimechukua haya mafundisho ya kale na kuyageuza kuwa kama mashindano ya utendaji. Na kwa kufanya hivyo, kiini chake chote kimepotea. Wengi wetu tukisikia Tantra au hata kama Sutra, akili inawaza style na performance. Lakini huo ni upotoshaji mkubwa sana. Lengo halisi la haya mambo ni kuamsha uhai kwenye mwili mzima. Ni kutumia hisia zako zote, sio tu kukimbilia ule mwisho. Fikiria hivi, ni kuhusu kufurahia safari yenyewe, sio kushindana nani afike kwanza. Sawa? Ili tuelewe vizuri msisimko unavyofanya kazi, hebu tutumie mfumo mmoja rahisi sana kutoka kwenye falsafa ya Dao, Yin na Yang. Na tusitumie maneno kama kiume na kike ambayo yanaweza kutuchanganya. Badala yake, tutatumia vitu ambavyo sote tunavijua. Maji na moto. Simple, eh? Basi, angalia hapa. Hizi nguvu mbili ni kama usiku na mchana. Yin, yaani maji, ni kama mwezi. Inachukua muda kuamka, inapanda taratibu, inatoka nje kuja ndani. Halafu kuna Yang, yaani moto, ambayo ni kama jua. Inawaka ghafla, kwa nguvu, na inatoka ndani kwenda nje. Hizi ndizo ladha mbili kuu za nishati ya kimahaba. Sawa, hebu tuanze na upande mmoja. Nguvu ya Yin, hii nishati ya maji. Mara nyingi, lakini sio kila wakati, hii inahusishwa na mili yenye uke. Na njia rahisi ya kuielewa ni kwa kufikiria mchakato wa kuchemsha maji. Hebu fikiria unaweka sufuria kubwa la maji juu ya jiko. Haliwezi tu kuchemka ghafla, haiwezekani. Linahitaji joto la taratibu, linahitaji subra. Lakini pindi tu lile joto linapopanda na maji yanaanza kuchemka kwa nguvu, ule mvuke unaotoka unakuwa na nguvu na unadumu kwa muda mrefu sana. Hiyo ndiyo siri ya raha endelevu. Sasa, nishati hii ya maji inaamshwaje? Mzunguko wake unaanza nje, yani kwenye ncha za mwili. Mikono, miguu, kichwa. Huku ndiko mwili unahisi usalama kwanza. Kisha, taratibu ile nishati inasambaa kwenye mwili mzima. Na mwishowe kabisa, ndio inafika kwenye kiini. Unaona? Ni mchakato unaohitaji subra na umakini kwa mwili wote. Sasa, badili gia. Twende upande wa pili wa sarafu. Nishati ya Yang, nishati ya moto. Hii nayo, kwa kawaida, inahusishwa na miili yenye uume. Na hapa ndipo utofauti unapokuwa wazi kabisa. Nguvu ya Yang ni kama kuwasha jiko la gesi. Unasikia lile sauti la tik tik tik. Halafu ghafla moto unawaka kwa nguvu na joto kali. Lakini kama unavyojua, ukizima tu ile gesi, moto unapotea na jiko linapoa kwa haraka vile vile. Kwa hiyo mzunguko wake ni kinyume kabisa na ule wa Yin. Unaanzia ndani, pale kwenye kiini kabisa, kwenye sehemu za siri ambapo msisimuko ni mkubwa. Na kutoka hapo, nishati inasambaa kwa kasi ya ajabu kwenda nje na kujaza mwili mzima. Yaani, mguso mmoja tu kwenye kiini unaweza kuwasha moto mwili mzima, papo hapo. Okay, so unaona changamoto hapa, eh? Tuna moto unaowaka haraka sana na tuna maji yanayohitaji muda mrefu kuchemka. Sasa, hivi vitu viwili vinakutanaje?
Suluhisho sio kujaribu kulazimisha moto upoe au maji yachemke haraka. Hapana, suluhisho ni nidhamu. Na hapa sasa ndipo kiini hasa cha Tantra kinapoingia. Na hapa ndipo siri yenyewe ilipo. Badala ya kuona hizi kasi tofauti kama tatizo, zione kama fursa. Fursa ya kujifunza kitu kinaitwa nidhamu ya raha. Hii ndiyo kazi yenyewe. Sio tu kufika kileleni, hapana. Ni kupanua uwezo wako wa kushikilia ile nishati ya raha, kuidhibiti, kuichezea. Hapo ndipo mchezo wote ulipo. Kwa hiyo, kama unavyoona, kila nishati ina kazi yake. Kwa nishati ya yang, yaani moto, nidhamu ni kujifunza kuudhibitia ule moto. Usiuache uwake na kuzimika tu, bali ujifunze kuuweka ukiwaka kwa joto la wastani. Na kwa nishati ya yin, yaani maji, nidhamu ni kujipa ruhusa, kujiruhusu kuchukua muda wako wote, bila presha yoyote. Kwa hiyo, mmoja anajifunza subira na mwingine anajifunza kujipa ruhusa. Basi, yote haya yanatupeleka wapi? Yanatuleta kwenye hitimisho muhimu sana. Mwisho wa siku, hili jambo sio kuhusu kukariri staili mpya kutoka kwenye kitabu. La hasha. Ni kuhusu kubadilisha mtazamo wako wote kimsingi. Kwa hiyo, nini hasa cha kuchukua kutoka kwenye maongezi yetu ya leo? Jambo la kwanza, kila mtu anawajibika na msisimuko wake mwenyewe. La pili, muelewe na mheshimu mwenzako. Je, yeye ni moto au maji? Na la tatu, na hili ndilo la muhimu zaidi, fanyeni kazi kama timu. Haya siyo mashindano, ni kukutana katikati. Na yote haya yanategemea kitu kimoja tu, uwepo. Kuwepo hapo kwa 100%. Basi ninakuachia maswali haya. Anza na wewe mwenyewe. Jiulize, kasi yako ni ipi? Wewe ni moto au maji? Halafu fikiria, ingekuwaje kama ungeleta uelewa huu kwenye uhusiano wako? Sio kama mshindani, bali kama mshirika. Hicho ndicho kiini cha kweli cha muunganiko.